Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane hewani. Hamjambo? Tuna furaha sana kujiunga nanyi siku ya leo. Tumekuwa na tour ya huku Pwani. Tumekuwa tunatembelea Taita Taveta County, tumekuwa Kwale County, tumeingia Mombasa na leo tuna furaha kuwa hapa Kilifi County. Leo tumekuja tu kwa neno. Lakini tangu juzi tumekuwa kwa maneno. Maneno ya one term, maneno ya two term na maneno mengi mengine. Lakini leo tumekuja kwa neno. Na Baba Askofu, tunakushukuru sana kwa neno la leo. Haswa kwa jambo la uongozi na maadili mema. Tunaamini vile Baba Askofu ametuambia hapa, kama tunataka nchi yetu ibadilike, we must have leaders of integrity. We must have God-fearing leaders who say what they mean and who mean what they say. Na tunaamini Baba Askofu na mama, wale vijana ambao mnawalea katika kanisa hili, hawa ndio haswa majenzi wa kanisa hili, majenzi wa kaunti hii. Hawa ndio watabadilisha taifa letu la Kenya. Tuomba muwalee vizuri. Na sisi tunataka tuseme vile Baba Askofu amesema 2027. That election is going to be very important. Sababu what will determine the change of direction of our country is the integrity. Sio ile pesa mtu atakuja kununua kura na watu. It will be the content of the character of the next president. We want a man or a woman of integrity. Hilo ndio tunaomba. Tukiwa na mtu kama Joseph, akiwa na ushauri mwema, yule mfalme hatapotoshwa. Lakini akiwa na advisors wabaya, kama vile tunajua tuna advisors wengi katika serikali hii, mambo yameanza kwenda mrama. Mambo ya ushuru ndio huo umepanda kabisa. Hata tukiwa Wakristo, tukiwa Waislamu, mzigo mkubwa ni huu ushuru ambao umekuja sasa. Tumeongezewa mambo ya ushuru wa nyumba. Unaweza kuwa hapa Malindi una nyumba yako. Unaweza kuwa ni mwalimu, unaweza kuwa ni daktari ama askari. Na unaambiwa eti lazima utoe ushuru wa nyumba, upende usipende. Na labda bado una mortgage yako, ulichukua loan kujenga nyumba yako hapa. Na ile nyumba unaambiwa utoe pesa, hautaipata. Sasa leo tuanza kusikia kutoka kwa wale walio serikalini ya kwamba pesa zenu za housing levy, hizi pesa ndio zimeanza kuporwa sasa. Hizi pesa ndio zimeanza kutumika vibaya. Pesa ambazo mlilazimishwa kulipa ili nyumba zijengwe, hazijengi nyumba tena. Tunaambiwa ndio sasa zinatumiwa kushika magavana wajengewe soko. Markets are a devolved function. Mimi nimekuwa waziri wa devolution. Wewe hawezi lazimisha utoe ushuru wa nyumba iende ijenge soko. Tuambiwa kuna regulation sasa. Atoli ameanza kupiga kelele, wanabadilisha. Na wabunge wetu tunaomba mukatae hii mambo, sababu hii fund inaenda kutumika sasa as a slush fund ambayo itafanya mambo mengi ambayo hayako kwenye sheria. So hilo ndio tungependa tuombe siku ya leo, mtuombee ili tukitembea na hii team tuwe na ule uongozi utakuja ubadilishe uongozi mbaya ulioko sasa. Tutoe ufisadi, tumalize ukabila, vijana wetu wapate kazi. Nataka nilete kiongozi mmoja who is known as a truthful man. What we lack, because truth has become pole. Kabla sijaleta kiongozi wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua, nataka nilete naibu wake. Ni kijana mwenzangu anatoka kule Ingo, kule Western Kenya, anaitwa Cleo Malala. Karibu Cleo.